Tunaendelea na simulizi yetu ya bikra yangu ndiyo imeniponza. Bikra yangu imeniponza. Mwamvita, mimi nilipoenda kwenye kile chumba, nilipochungulia sikuamini macho yangu. Kumbe mume wangu ni mchawi. Niliona alikuwa akiwachinja watoto wachanga na kuwala nyama zao. Niliogopa sana hiyo siku. Niliporudi ndani sikuamini, kwa sababu nilimkuta yuko chumbani ananisubiri, wakati ametoa macho makali sana ananiangalia. Hakuniambia njoo. Umeona kitu gani? Nikaambia sijaona chochote mume wangu. Kaambia sikiliza, leo ndo nakuua. Tatizo lako wewe, umeshindwa kufata masharti. Kwani ulikuwa unapungukiwa nini ukiishi pasipo kuja kuchungulia kwenye kile chumba? Na hii sio mara ya kwanza, nilishi kukuona ukiwa unafanya hivyo. Mume wangu alichukua kisu. Alivyochukua kisu akawa amechukua anataka kunichoma kwenye moyo. Akanichoma cha kwenye shingo, damu zikawa zinaruka nyingi. Akanichoma cha kwenye moyo, ikawa na damu zinatoka. Mwisho wa siku akachukua panga akataka kunipiga nalo kichwani. Ndiko nikakurupuka kwenye usingizi. Kumbe nilikuwa naota. Alafu nikamkuta mume wangu ndo anatoka kwenye ibada anakuja. Niliogopa sana, roho ilikuwa inadunda. Akaniuliza, mke wangu, una shida gani? Sikumwambia, lakini nilikuwa naogopa sana. Palipokucha asubuhi, nilienda zangu nje, nikakutana na mdada mmoja hivi. Akaniambia, inaonekana una mawazo sana, karibu kanisani kwetu uje usali. Kanisa letu sisi ni la uhakika na watu wanaponywa sana. Watu wana ndoto huwa zinatabiliwa. Licha ya kwamba mume wangu mimi ni mchungaji na ana kanisa, nikashawishika kwenda kwenye hilo kanisa kisirisiri. Kufika kule niliombewa sana. Mchungaji akaniambia, yule mtu uliokuwa naye pia ni mshirikina, na leo wana mpango kuua, kutoa kafara. Jana uliota kitu gani? Nikaambia 1, 2, 3. Akaniombea sana. Kimsingi maisha yangu hayajawahi kuwa na furaha siku zote. Ilikuwa ni maisha fulani ambayo nilikuwa nikipitia mengi magumu. Kutoka siku hiyo nikasema mimi na mapenzi basi, nayachukia mapenzi, siyataki mapenzi, na bikra yangu ndiyo iliyoniponza. Msikilizaji, usisahau kubonyeza hilo neno ambalo limeandikwa subscribe, like, comment, ukiweza share, utakuwa umefanya jambo la kiungwana sana. Hii inaitwa Mom Media na mimi naitwa Maso OG Mzalendo, bingwa kusambaza upendo, sinaga skendo. Waswahili wanasema taratibu ndio mwendo, yani ni mwiko kumpiga mtu na mwiko, maji ya pande mlima mwaka wa 90. Tatizo bana litabaki kuwa muda. Nione nikikuona, tutakuwa tumeonana, utakuwa umetisha sana, na hivi ndivyo watu nafanya. See you when you see me. Chill until the next time. Bye bye.